Cable TV, beyond the real. Good afternoon and welcome to Sky Cable TV Kenya News at 1. My name is Michelle Keretoh. So we begin with today's news in Nairobi, where Anne Kananu has been sworn in today as the governor of Nairobi County at Kenyatta International Convention Center, Comesa grounds. She has been acting as the governor since the outset of Mike Songo, December 2020. Governor of Nairobi County, pursuant to the special issue of the Gazette Notice number 12380, published on 15th November 2021. In fulfillment of the requirements of Article 74 and Article 182(2) of the Constitution of Kenya, as read together with Section 16(1)(a) of the Assumption of Office of Governor Act, my lady, you're called upon to administer the oath of office to the governor. If it pleases you, my lady, I would like to call upon you to kindly come. I, Kananu Mwenda, do swear that I shall always truly, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the state office to the best of my judgment, that I shall do justice to all. So help me God. It is now my humble duty to present to you your Governor, Her Excellency. Is that Mutumo villages in Gatundu South, Kiambu County have rejected government plan to relocate them to pave way for the expansion of Mama Ngina University. In a special Gazette notice, the National Land Commission seeks on behalf of the Ministry of Education to acquire land parcels from 170 households for the expansion of the university. The university was put up on a 10.3 acre of land, which is government property, and the management has been pursuing purchase of 40 more acres from locals living adjacent to the facility, complement the existing ones. The locals said they won't accept the relocation plans as it may lead to their physical and to their psychological and emotional problems. After the completion of the university, we saw on our WhatsApp a Kenya Gazette notice 200 saying some people will go, and the names published, those who are fasting nearer the university. And then we have come to know that they are taking all pieces of land in this area. From this side, which is very far from university, down to where the village is. And it is very far. There are so many other universities.
like the old Kenya Polytechnic, which is took today, ZTech University, and many others, they have less land. The land we gave is 10.5 acres. So we are wondering, when they came to build, didn't they see that the land was not enough? And why didn't they call us? And there is no agreement between the villagers and the builders of that university. There is no memorandum of understanding. Kamwe siwezi kuhama hapo bila kujua sababu gani nihame. Isitoshe, kuondoka pale, yule anasema nihame ni nani? Siaje tuzungumze. Ndio nimwambie nitahama au hapana. Nielezee ni manufaa gani nitapata nikihama hapo. Ili msimamo wangu siwezi hama, kamwe siwezi hama. Katika wakati tuligawiwa haya maploti, wengi wetu hawakuwa na mashamba kubwa. Hata waleo kuna wengine hawana. Na kwa hivi sioni haja kuhama bila kuambiwa hawa watafanywa nini. Na tena wakati hao wale wazazi walikufa, waliwacha yatima. Wengine ni wazee, ni magonjwa. Akiondolewa pale, asiko na hamaki na atakufa. Kwa hivyo siwezi kumbali. Kama mimi niko na miaka ngapi? Kuniona zaidi ya 80. Zaidi ya 80. Sasa ukinihamisha hapo unipeleke, utampeleka wapi? Sasa sisi ukiwa umeenda mbali, utakuja namna gani hapa? Inaonekana wale wageni watakuja kutoka mbali, ndio watasaidika, na sisi tutasaidika namna gani? Na sisi tumejenga tunyumba, tangu waanze kujenga na sisi tumejenga tunyumba ya kukodesha. Hiyo tunyumba sasa tena tutabomoa, tuende nazo huku. Nani ataenda kukomboa mahali tutaenda? So again on fire cases, Kerugoya High School closed due to a fire incident in the school. Investigations are still going on and some suspects have been arrested and others are to testify about the incident. Na mwendo wa saa 12 dakika chache kuelekea mwendo wa saa 12 tulipata habari kwamba wasichana wa shule ya Kerugoya Girls walikuwa wamefanya kitendo ya kuchoma dormitory. So security team pamoja na wazazi, neighbors wale tuko nao hapo na school management pia na wasimamoto tuliwaita, tukaenda huko tukaweza kuzima hiyo moto. Lakini ya kusangaza ni kwamba karibu vitanda 96 zilikuwa zimeungua pamoja na matandiko. Kulingana na uchunguzi, wasichana kadhaa kama 7 walikuwa wamechukuliwa kama suspects, na kufikia leo tuko na wasichana kama 14 ambao wanasaidia kwa uchunguzi. Hatusemi wote hao walihusika, lakini wanasaidia ili tukubainize bayana kamili kwamba ni nani aliweza kufanya hicho kitendo. Na wakati watoto ambao wako na ile tunaita mob psychology, wakisikia shule zingine zinafungwa na wao wangependa pia wao wafunge, na hiyo ndio iliwawezesha kufanya hicho kitendo. Yeah. The next is that youths in the country have been called to shun away from politicians who use them to tarnish other leaders' names through social media, as well as being used to cause chaos in political gatherings. In a meeting to bring youths together from several counties organized by Kirinyaga Youth Union, the youths were challenged to use social media responsibly instead of engaging in cyberbullying. Ruth Ncheri, a founder of the union, said that it is not good when youths mislead leaders and peddling propaganda, that they should see opportunities provided to them by modern technology.
Sisi kama vijana tuliamua tuje pamoja kwa sababu tunataka kujihamasisha sisi wenyewe. Tumekuwa tukilalama eti ya kuna kazi. Tumekuwa tukihangaika. Ukiangalia vijana wengi kama mimi nilitoka chuo kikuu mwaka 2015, lakini nimehangaika kwenye barabara sijapata kazi. Kwa hivyo sisi kama vijana tulikuja pamoja na tukapata mwaliko kuja huku Kirinyaga kuzungumzia masuala ya vijana yale ambayo sisi tunaumia. Kwa sababu tumekuwa tukilia wanasiasa wanatutumia. Sisi ndio tunatumika kwenda kupiga watu mawe. Sisi ndio tunatumika kwenda kukashifu wanasiasa ambao watu hawataki kwenye vijiji. Sisi ndio tunabebwa kwenye maralis na wanasiasa kwenda kuzungumza masuala ambayo wenyewe wanataka kuyapeleka. Lakini sisi tuliamua kama vijana hatutatumika na tunaenda kuangalia ajenda zetu sisi wenyewe. Tunatumia wakati wetu kuwaelimisha umuhimu wa kuongea mambo ambayo yanaweza saidia vijana na hata kuunganisha watu katika nchi pasipo kuingiliana katika mitandao ya kijamii na kutusi wengine na kuharibia wanasiasa wengine majina. Letu sisi kama vijana ni kuhimiza kuwe na umoja, kuwe na njia ya kusaidiana kama vijana, tusaidiane tuweze kutatua mashinda ambayo yanatutatua, ambayo ni kukosa kazi, kutafuta nafasi za elimu, kutafuta nafasi za ajira ili vijana wetu waweze kujiendeleza kimaisha. So we want to vote leaders on basis of the agendas and capabilities of how they can deliver whatever we want them to deliver. And I would request each and every youth out there to do the same. Msichukue pesa, msitumike kwa kuchapana na mawa ama kuchapa viongozi wengine. Kama ni groups za wanalika, wacha tushikane sisi wote without even fighting, because we are fighting poverty na poverty ama unemployment. Kama wewe ni mtu mwenye ametoka Nyanza, mwenye ametoka Kirinyaga, mwenye ametoka Laikipia, it's all the same. Kama shinda ni shinda kwetu Kirinyaga, shinda ni shinda kwenu Laikipia. So tushikane mikono sisi wote. In addition to that, ODM leader Raila Odinga visits Malindi holding Azimio la Umoja, and speaking to the public he said that it is good to eradicate poverty in the country. This will be achieved by the introduction of social progression funds. This is happening in America, Brazil, and African countries like Namibia, where the government helps the poor. Hii mchujo sio mshindano. Mchujo ni uteuzi. Kuna tofauti kati ya mchujo na uchaguzi. Sasa katika wimbo wetu wa taifa, stanza ya kwanza inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi. Sasa miaka karibu 60 tangu tupate uhuru. Raha na ustawi tuyaona. Maana hiyo raha na ustawi. Tumeona hiyo. Tusipobadilisha mtindo, miaka 50 nyingine tena tutakuwa bado tuko hapa. Nchi ambazo zilikuwa ni rika ya Kenya kama Korea, kama Malaysia na kadhalika, wamevuka wameenda pande nyingine. Wamemudu maskini. Hapa bado tuko na maskini. Ndio sababu nimesema mpaka tupige about turn. Tuangalie hii mambo ya ugonjwa, mambo ya ujinga na mambo ya maskini, mpaka tuangalie na ana kwa ana. Juzi nilitangaza ati kwa sababu ya umaskini katika taifa letu, kuna Wakenya wengine ambaye wanaishi mahali ambaye kuna ukame, ambaye kama ambaye imekosekana mifugo zinakufa, ng'ombe na kondoo na mbuzi, hata mahindi inachomeka kwa mashamba yao. Sasa umaskini unaingia, watu wana njaa, watoto hawana chakula na kadhalika. Tumesema tunataka kuleta mpango ambao unaitwa Social Protection Fund.
Hii inafanyika katika nchi ya Brazil, kule Marekani, kule Ulaya, hapa Afrika, kule Namibia na kadhalika. Pale ambaye serikali inasaidia maskini. Plus, KDF recruitment is taking place at Kapsabet. Speaking to the media, the official says that they want to recruit them as cadet, recruits and ex-service members to serve Kenya Defence Forces in various capacities, saying that it happens every year. No bribery is allowed in the recruitment. Kwa siku ya leo, we are here to recruit potential candidates to join the Kenya Defence Forces as cadets, recruits, and even ex-service members. These are people who will be able to serve the Kenya Defence Forces in various capacities, as we have also specialists and various trades that are useful in the Kenya Defence Forces. In joining the Kenya Defence Forces, as you are aware, this is a very free and fair process that is conducted every year. There is no any aspect of bribery that is allowed. Any member of the public who has been asked for money, mtu yoyote popote pale uliko, if you have been asked for money to get into the Kenya Defence Forces, that is very wrong, and you should report that immediately. About the certificates, we are looking at people, for example, the cadets, we look at those who have attained B and above, and then for the recruits, we are looking at D plane and above. However, we also look at those people with specialities in terms of artisan. For example, you have the plant operators, and also we look at engineers and any other category that is useful in the Kenya Defence Forces. County of Nandi, as it was advised, we'll be finishing in the next 3 days. We'll be outside this Nandi County. Happiness as primary school girls from Gatumbi, Gachocho, Ndugamanu, and Kamunganga primary schools in Murang'a County have received donations of sanitary towels from the Ladies CLC initiatives. The initiative founder Joy Irungu said it is unacceptable for girls to miss classes from up to 3 days each month because it leads to poor performance. She said the project will be ongoing not only in Murang'a but also in other rural and semi-arid areas in the country. The boy child was not left behind as they were engaged on teenage stage, and how they can help the girls break stigmatization during the menstruation. Sana sana wanafunzi wengi huwa wazazi wao ni kama hawashughuliki na wao sana. Kwa hivyo wakija hapa shuleni tunaona wamejichafua, na huwa sasa tunajaribu kuongea na wao, pia kuwasaidia kwa vile tunavyoweza. Pia tuna hii mambo wanapofika katika wakati wa kumenstruate, wasichana wengi wana shida sana kwa sababu tunaona wengine hata hawaogi. Sasa wakija shuleni huwa wana ile harufu baya, na hiyo inafanya wachukiwe na watoto wengine. Huwa nasaidia wale wasichana wengine ambao wameanza birthday period, na waambia ambao wameambiwa na mwalimu na warudia. Kama wengine ambao hawana pad huwa namsaidia, na huwa tunasaidiana kama wasichana. Aya, mimi naitwa Joy Rongo na mimi ndio founder wa hii organization inaitwa Ladies CLC Cry Learn Conquer, na basically kile tunachofanya ni kusupport the women and also the girl child. Tunaenda mashinani kule, tuna teach the children on menstrual hygiene management, as we even give them sanitary towels.
na pia tuki-empower women all over mashinani. Sanitary towels tumedistribute 5 to 500 girls, so each girl amepata paketi yake, so we have distributed 500 sanitary towels. Ningependa kushukuru watu wa Ladies CLC kwa kutukumbuka na kutuletea parts na kwa kuja kutusaidia. So in politics again, Deputy President William Ruto tours Meru County for campaigns, talking of the many developments done in the country from 2013. He said that there should be peace in the country, no more, no less. Hapa Meru hatuna mipango miwili. Mpango wetu ni UDA, ndio? Wale wanasema UDA mkono juu, mkono juu. Kura hii ya William Ruto, watu ya Nyeri tutashinda watu ya Meru. Utamshinda. Haya, ya pili, sisi watu ya Nyeri tumemwambia magavana wasijaribu, wasithubutu kutusukumia Raila Odinga. Hapa Meru tumeambia gavana yenu asijaribu kusukumia nyinyi Raila Odinga. Tumemwambia Keretoh. Wangapi wanamwambia Keretoh asijaribu kusukumia Raila Odinga? Mimi niko na swali ya mwisho. Tafadhali, niko na swali ya mwisho moja imebaki. Mtanisaidia kujibu. Hiyo swali ya mwisho. Sasa watu wa Nkobo, mimi nauliza nyinyi, sisi ndio tuliunda serikali 2013. Sisi tulikataa ukabila, sisi tulikataa chuki, sisi tulikataa migawanyiko, tukaungana, tukaunda serikali 2013. Tumejenga reli, tumejenga hizi barabara, tukaunganisha stima, tumejenga TTI, tukaungana tena watu milioni 8, tukaunda serikali tena 2017. Sasa mimi niko na swali. Sasa watu wa Nkobo, yani kuna mtu anaweza kutuambia sisi watu milioni 8 tumeunda serikali mara 2, tumefanya maendeleo mengi, atikati yetu watu milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka tuende tuletewe mtu ya kitendawili atuongoze? Honestly, Kenya Inter-County Sports Cultural Association Games kicked off in Embu, with the county leaders taking the opportunity to call for cohesion and integration in the country. Charles Keretoh, the CS in charge of devolution, observed that the country must strive to create a Kenya that cuts across tribal lines, since this will lead to an opportunity to celebrate different cultures across the country, which will enhance the sport culture. He challenged the 24 counties not represented to join the others. These events carry the power of promoting national cohesion and integration at these critical moments in the history of our nation. These events have in the last 2 years faced the challenges of COVID-19 pandemic, especially concerning the high risk and contact sports. The challenge of lack of hosting county and lack of line budgeting allocation at the individual county levels. It is our humble appeal to all counties to take Ikoska as a priority and fund its activities fairly, just like other county programs. I'd like to also urge governors wengine tuweke pesa mingi kwa sports. Let's participate. Let's all participate katika this event and also increase the budget. Kuongeza budget ya culture yetu na sports yetu and also our technology. Those three go together: our culture, our technology. Those you cannot separate those in the 21st century, and also commercializing sports. The government has invested heavily in sports infrastructure in order to encourage our youth and indeed others to engage in sporting activities. As an
As an example, the Nyayo National Sports Stadium in Nairobi has recently been refurbished. The recent Masujad Day celebration was held just at your neighborhood here, Keretoh Stadium, that was built by the national government. County governments have also involved heavily in sports infrastructure and stadiums. All these investments are a testament and demonstration of our commitment to build the brand of Kenya as a sporting country that produces world champions. So news is done. Thank you for tuning in to Sky Cable TV News. Don't forget to like, comment, and subscribe to us across all our social media handles. This is Michelle Keretoh. See you tomorrow.